Bwana, hii ni collab ya Sami Sago TV pamoja na Bingo TV, na huyu hapa ambaye namuona mbele yako ni mwekezaji. Na leo hapa tupo kuna jambo kubwa sana la Freddy Vunja Bei. Amekuja pia kuonesha love. Hanskana, shwari? Shwari bwana. Kinyamwezi? Mungu asaidia. Bwana, ukiona vijana wenzetu kama hivi wanafungua kampuni zao za betting, kuzingatia pia una kampuni yako ya Keka Bet na nini, na wamekuja kushow love kama hivi. Hii ina maana gani? Kuna namna kama wamekuja kumchora hivi kuangalia anafanyaje, kwa sababu yeye anajisifia kwamba mambo ya cash out ya asumbui. Yaani hata kama wewe una kiasi gani unaweza ka cash out. Kika hapo kule napo ndo kama hivyo. Hanskana kama mwekezaji. Sasa. Kwanza ni jambo jema, ni jambo jema sababu ukimanage 10 ukimanage 20, umri wangu ukitoa miaka 20 nyuma, vitu kama hivi nilikuwa naviona kwenye TV. Sasa hivi kuna wengine wanaona mimi kwenye TV nikiwa kwenye vitu kama hivi. So nilikuwa naona vijana wenzangu wakifanya mambo kama haya. Sasa hivi mimi ni mmoja wa vijana hao ambao wanafanya vitu kama hivi ambao tunavifanya. So tunasema tunakuwa kwa kusapotiana sisi kwa sisi, yani tunakuwa kwa kusapotiana pamoja. Ushawahi kuona juzi kati alipost picha Maudeuji amekaa na Eliko Dangote hivi wanawishiana birthday. So tunatamani sisi tuje tupatage picha kama hizo miaka ya mbele. Sasa tuwezi kupata picha kama hizo kama ikiwa humu mwanzoni tubebani sisi kwa sisi. So ndio maana Vunja na jambo lake na Hanskana niko hapa kabisa. Wewe kama mwekezaji sasa, unajua kuna mpaka leo Hanskana watu kama wakuamini hivi wanaona Hanskana kweli ameanza kubeti, ameacha kwenye kushuti. Japo sometimes una shoot. Sijawahi. Hujaacha una shoot. Toa neno sometimes, sijawahi kushuti. Hujawahi kushuti. Unaenda location miaka 20, miaka miwili sijawahi kushuti kabisa. 2 years, yes. Yeah. Tuko kwenye happy lakini si ndio kama alivyosema Philbert. Sasa mkubwa, utamshauri nini yule kijana ambaye anatamani naye aanze kubeti? Sawa. Ile ingia kwenye uwekezaji. Safi sana. Moja ya kitu ambacho mimi siwezi kumshawishi ni mtu kubeti, kwa sababu is a game of chance, ni mchezo wa hela, si ndio? Na si sahihi kumshawishi mtu kuingia kwenye mchezo wa kubeti. Hata kisheria tu yenyewe hairuhusiwi, responsible betting, si ndio? Beti kwa tahadhari. Yani kama hivyo huwezi kumshauri mtu kuingia kwenye pombe. Sasa mimi nakunywa pombe na njoo mwanangu vibe, ni kitu ambacho huwezi kumrecommend mtu kwamba njoo kwenye betting. Ndio anasemaga wanje ndani wa ndani, kama hujaanza usianze na kama umeanza usiache. So tuje kwa upande wako Hanskana. Ni kiasi gani au stake gani kubwa ambayo ushai kuiweka ukalio ikakuuma mpaka leo, yani mpaka kesho hiyo haiondoki moyoni wako? Kipindi tunajifunza tulikuwa tunapoteza hivyo 50,000, 20,000 tunaumia, lakini sasa hivi sasa kuwa ni watu wazima sana na mitaji ishakuwa mikubwa. Kwa hiyo tuna unlimited amount of to lose na pia tuna unlimited amount of to win. So hii ni biashara yetu, tushaitreat kama biashara, kwa tuumii tukipoteza na tufurahi sana tukipata. Tunashukuru Mungu kwa chochote kinachotokea kati ya hivyo. Hanskana, tuje kwenye career yako ambayo tumeitambua huko. Video unazionyaje sasa hivi kwa kipindi ambacho ulikuwa unafanya, sasa hivi kidogo umetulia, na ambavyo wanafanya ndugu zako wengine kwa upande wa video quality kushoot na wasanii, unazionaje? Video ni kali sana compare na tulipopita, kwa sababu tulipotoka tulikuwa tunatumia red camera, sasa hivi kwenye Alexa. So when it comes to muonekano, nitakwambia video sasa hivi zina muonekano mizuri compare na zamani. Hata ukija katika creativity zimeongezeka kwa sababu ya resources sasa hivi ni nyingi compare na zamani. So as miaka inavyokwenda mbele, teknolojia inavyotanuka, watu mawazo yazidi kuwa makubwa na upatikanaji wa mawazo yao kuwa kweli imekuwa ni rahisi. So video sasa hivi ni nzuri. Okay. Mimi niko na swali hapa. Wewe una Keka hapo, Vunja Bei kafungua Vunja Bei Bet. Kwanza kabisa kuna tofauti gani kati yako wewe na Vunja Bei? Yaani Keka hapo na Vunja Bei Bet. Lakini pia swali la pili, makampuni mengi ya kubeti yanahamika sana na kula hasara. Kibongobongo sasa hivi kama uwekezaji unazidi kuwa mkubwa, tumeona Diamond amekuja kufanya pia Vunja Bei. Kwenye upande wa faida katika makampuni ya kubeti, kibongobongo imekaaje hivi? Okay, naanza swala kwanza. Keka app is not a betting application. Is a site, is application ambayo wewe mkamaria utakuja kuchukua odds prediction, sport prediction na kwenda kubetia kwenye kampuni unaotaka wewe. Vunja Bei huyu ana betting a company. Keka app is not a betting company. Hiyo ni tofauti ya kwanza. Ukija kwenye faida au hasara, mimi similiki betting company. So sijui ukubwa, yani ujazo wa faida na udogo wa hasara. So Hanskana, tumalize na hili.
mpaka leo hii hapa unatamani au ni msanii gani ambaye unatamani uje ushoot naye video yupo kwenye ndoto zako? Tamani, mimi ndoto za kushoot nishachaga nazo. Kwa sitamani na sina ndoto. Hauna yule msanii ambaye unatamani siku moja uje ushoot naye video duniani? Tamani nishazitoa. Sina tamaa nishazitoa. Una tamaa? Sina tamaa nishachaga nazo. Sasa nini? Sina tamaa tena mimi. Tamaa nishawaachia nyinyi. Na behind the scene ya moja kati ya video za Diamond pale Ramada, ulienda kufanya kitu gani? Diamond ni rafiki yangu. Mbona nienda kwenye Retro Tour mwanzo? Ni rafiki yangu tu. Yeah, hivyo tu. Kama wewe una rafiki yako kazaje kukutembelea hapa imaanisha unamhoji. Ni rafiki yangu tu sasa. Kuna wale sometimes unatembelea location kwa love na nini? Ni rafiki yangu tu, anyway tulibidi tukutane pale, alikuwa akishuti, maana hata angekuwa shooting angekuwa anafua nguo tungekutana naye anafua, ingawa na maana namfulia. Swali langu la Wishes Skala hapo kwa kumaliza mpaka watu wamecheka. Watu wanasema kwamba ukiachana tu na mambo yote ambayo Skala anafanya, ukimweka kwenye comedy anaondoka. Ni vile tu hajaamua kuwa serious. Hii nao limekaaje? Kwa serious inabidi uweje? Mimi ndo niko serious. Labda nyinyi tuamchukulie serious. Mimi ndo niko serious hapa baba. Nipe shori uwe. Ina maana ni muda wote freestyle watu wanaona. Nabutua. Yaani mimi niko serious. Sasa wewe kwaje siko serious na kazi unje kunipa? Nipe kazi ndo unajua niko serious. Kwa inabidi hapo matajiri nipe kazi. Sasa wewe hujanipa kazi niambia Skana hayuko sisi. Umempa kazi akakataa. Hapana, mpe mchongo hapa kuvunje mbao. Kabisa. Ambao beti waambie pia kuna bidhaa ambazo unazo kupitia Kamaria Store. Wala ambao mbeti njooni pale Kamaria Store. Tuna duka kali la kuuza jezi noma, jezi za quality nzuri kama ziko kwenye maduka mengine. Lakini experience ambayo utaifanya sasa ile kwamba kama nazitengeneza mwenyewe kwamba zangu zitakuwa ni nzuri, hamna. Ni kama za maduka mengine tu wadau. Ila ukija pale kuna experience ya tofauti, tutatengeneza mikeka pamoja, that is different from watu wengine. Tutatengeneza mikeka pamoja, tutajadili pamoja kamari. Ni kama ni sehemu rahisi ya kukutana na kamari wenzangu. So instead of kuja tukutane tu basi tunanunua hata kajezi kamoja tunaweza na kamkeka tunafurahi basi ya. Bali sehemu ya kula tu sasa watu wameshanunua odds keka hapo wanakuja kuvaa wamependeza wakale. Of course kinachofuatia sasa hivi ni sport lounge, sehemu ya kuangalizia mpira ndio tu inaijenga. Ni sport lounge ambayo wenyewe Kamaria tutakuwa kukutana hapo kutazama mpira. Vinywaji mtanunua lakini mpira ndio kama mnatazama, tutakuwa na screen 16. Wow, exclusive na tupa screen 16 ambazo kila screen itakuwa inaonyesha ligi yake. Umeelewa? Hata kutaka ligi tu ya Chile inakuwa inaonekana pale. Umeelewa? So China. Yaani hizi ligi ambazo hazionekani kwenye ma TV pale ndio zitakuwa zikionekana. Sasa kama kutaka uone Colo-Colo anacheza, Olympico de Marine wanacheza ndio utaona hapo. Wala. Mbili love.